Habari ya wakati huu, karibu kwenye chaneli yetu ya Usiteseke Tena. Unajiuliza ni kwa nini madeni yangu hayaishi? Makosa unayofanya bila kujua. Kila mwezi unalipa madeni lakini hayaishi. Unajikuta unadaiwa tena na tena hata unapoweka bidii kubwa ya kuyalipa. Kama hili linakutesa, basi unafanya makosa haya matatu bila kujua. Na leo nitakuonyesha jinsi ya kutoka kwenye hali hii haraka. Cha kwanza, kukopa ili kulipa madeni mengine. Unakopa pesa mpya ili kulipa deni la zamani. Hii ni kama kuzima moto wa petroli kwa maji. Moto unaendelea kuwaka zaidi. Lakini jambo la pili, kutolipa madeni kwa mpangilio sahihi. Unalipa madeni bila mpangilio, unatoa kidogo huku na kule. Matokeo yake yote yanaendelea kuwepo na kuwa kero zisizoisha. Lakini jambo la tatu, kutojua kiasi halisi cha malipo ya madeni yako, hasa ya riba. Unajua unadaiwa lakini hujui jumla ya deni lako au kiasi unachopaswa kulipa kila mwezi na riba zake. Namna ya kushughulika na changamoto hizo. Cha kwanza, tafuta njia za kuongeza kipato badala ya kutegemea mikopo. Lakini namba 2, tumia mbinu ya snowball method. Anza kulipa deni dogo kabisa kwanza hadi umalize. Kisha elekeza nguvu kwenye deni linalofuata. Lakini namba 3, andika madeni yako yote pamoja na riba zake, tarehe za malipo na kiasi unachotakiwa kulipa kila mwezi. Weka malengo ya kuondoa kila deni kwa kumaliza kulipa baada ya muda fulani. Kwa kumalizia, madeni hayawezi kuisha kwa bahati nasibu. Unahitaji mipango madhubuti. Anza leo kwa kutengeneza budget na kuweka mkakati wa malipo. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu kudhibiti fedha zako, hakikisha unasoma vitabu vyetu vya fedha, madeni na uwekezaji. Naitwa Angela Kanine. Tucheke kwa WhatsApp namba 0755302668. Usisahau kusubscribe, like, share na comments ili wa kwanza kupata video zetu punde tutakapozitoa. Asante sana na karibu.